Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Karibuni watoto katika darasa letu la Jumapili. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumefika Sunday school baada ya kuachana wiki moja. Tunashukuru Mungu. Karibuni sana watoto. Nikiwa mwalimu wenu Joyce Kaptit, tutaendelea kwa lesson, kwa nyimbo na kwa memory verse. Tuanze kwa maombi watoto. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante wakati njema kama huu. Asante Baba kwa baraka, asante kwa ulinzi. Umetupea siku njema, umetupea hata tujifunze darasani. Tunaomba Baba ili utuongoze, utubariki tunapoendelea na watoto. Baba, utupe neema zako. Tunajikabidhi mkononi mwako kwa sababu tunaomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana watoto, mmefika Sunday school. Nataka sasa tuanze na nyimbo tukiongozwa na Abigail Cherotich. Tusimame tuimbe. Tumeimba nyimbo mzuri. Mungu awabariki. Mungu akubariki Abigail. Umetuongoza vizuri sana. Sasa nataka tuendelee na memory verse. Najua tulijifunza last week na hatujasahau. Tuko na memory verse tena ya siku ya leo. Aya, tuanze memory verse. Leo tutaanzishwa na Blessings Chepkoech. Ataanza kutuambia memory verse. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. My name is Blessings Chepkoech. Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema hivi: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ephesians chapter 6 verse
And it says children will obey our parents and they look for this is right. Only our Father, Madam, which is the first commandment. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abekal Chirut. I want to share a memory from the book of Matthew chapter 5 verse 8 says, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiprochadawa. Memory verse in the book of Ephesians chapter 1 verse 2 and say, May God our Father and Jesus Christ give you grace and peace. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Yobet. I want to share a memory verse from the book of Jeremiah chapter 3 verse 3. It says, Call unto me and I will answer you. I will show you wonderful and marvelous things that you know nothing about it. Zaburi 23 mstari wa 4 inasema hivi, sitaogopa mabaya kwa maana wewe yu pamoja nami. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Peter from the book of Matthew chapter 7 verse 1. It says, Do not judge others so that God cannot judge you. Luka mlango wa 6 mstari wa 27 inasema hivi, wapendeni adui zenu. Praise God. Praise God again. My name is Stacy Chelangat. I want to share a memory verse from the book of Philippians chapter 4 verse 4 and it says, Rejoice in the Lord, and again I say rejoice. Asanteni sana watoto. Asanteni kwa memory verse. Naona bado hamjasahau. Mungu awabariki sana. Tuendelee hivyo hivyo hivyo. Nataka tujifunze lesson ya leo. Wiki uliopita tulijifunza vile Daudi alimwachilia Sauli maisha. Bado tunakumbuka. Hakutenda maovu. Hata gawa Sauli alikuwa mfalme mbaya na alikuwa anataka kumwasi, alimwachilia. Kwa sababu Daudi anapenda nani? Mungu. Aya, leo tuone tena. Bado tuko kwa maisha ya Daudi. Na mimi nataka tuone Daudi sasa amekuwa mfalme. Tuko tayari tusikie? Tuko na hadithi leo kuhusu vile Daudi sasa amekuwa mfalme, amekuwa mtu mkubwa, ameketi kwa kiti cha ufalme. Sasa yeye anaitwa mfalme Daudi. Ili somo tunapata katika Biblia. Tukisoma kwa Samueli wa pili mlango wa 5 tuendelee. Tunapata ili hadithi kuhusu Daudi akiwa mfalme sasa. Tulipomaliza wiki iliyopita hiyo hadithi yetu. Sasa baada ya tuseme muda kubwa ama siku nyingi ama mamiaka, tukasikia Sauli wakati mmoja alienda vitani akauawa pale. Sasa hatukuwa tena na mfalme. Sasa wazee wakamwendea Daudi. Daudi sasa amekuwa mtu mkubwa. Amewacha tena, yeye sio mtoto, yeye sio youth. Amekuwa mtu mkubwa, hata yako na familia. Tunaelewa. Sasa wazee wakamwendea, wakamwambia sasa tunataka ukue mfalme wetu. Kwa sababu umetushindia vita, hata umeshinda Goliati, hata maadui wetu wa Filisti wengi walikuwa maadui wetu umewashinda. Sasa tunataka ukue mfalme wetu leo ama wakati huu. Wakamwendea, wakapata Daudi, wakamweka tena mafuta vile alikuwa amewekwa wakati ule. Si tunakumbuka? Tunakumbuka mzee Samueli alitumwa na Mungu aenda achague kwa watoto wa Chezi yule atakuwa mfalme. Hebu tuone kwa ile picha. Tunaona vile Samueli anamweka mafuta Daudi akiwa kijana mdogo bado. Aya, huu ndio wakati sasa Daudi anakuwa mfalme. Tangu wakati ule aliwekewa mafuta akiwa mtoto mdogo, bado alikuwa anachunga hata kondoo. Sasa ndio wakati wake wa kuwa mfalme. Hao wazee wakaenda kumwambia, sasa imefika wakati we utakuwa unatuongoza, unakuwa mfalme. Tunaona sasa
Daudi amekuwa mfalme. Sasa wazee wakamtia tena mafuta, na wakasema huyu sasa amekuwa mfalme wetu, na wakakaribisha vizuri. Daudi akakaa kwa kiti, akakuwa mfalme. Mnaona? Aya, kwa hii hadithi sasa tukaambiwa kuna mji unaitwa Yerusalemu, na huku Wafilisti walikuwa ama adui wa Waisraeli walikuwa wamekaa huko sana na kuishi huko. Tukasikia sasa huyu vile amekuwa mfalme akaenda huko, hata akajenga nyumba yake, akaishi huko Yerusalemu. Huyu mfalme Daudi sasa amekuwa mfalme, sasa yeye amekuwa mtu mkuu, si ndio? Ameishi, amejenga nyumba. Kidogo akaanza tena kutafuta. Tunaambiwa kwa hadithi yetu kuna sanduku la Bwana ilikuwa imepotea. Nafikiri wakati wote walikuwa na vita, akaanza kutafuta akapata. Sasa akasema wacha ajenge hema, wakuje wamweke hiyo sanduku la Bwana. Ilikuwa imepelekwa na Wafilisti. Isipokuwa ilikuwa imerudishwa na Waisraeli, lakini haikuwa na mahali. Ili sanduku haikuwa kitu ya mchezo, ilikuwa kitu lazima ikae kwa hekalu na ikae kwa usafi. Sasa akapata iko kwa nyumba moja ya Waisraeli, akatumana iletwe, akajenga hema, alafu iwekwe ndani. Mnaona? Sasa ikafika wakati huyu Daudi akakaa juu. Sasa amekuwa mfalme, akaanza kukaa chini, akafikiria sana vile Mungu amechunga vile Mungu amempenda. Mnaona watoto? Akaanza kuhesabu baraka, akaanza kuhesabu kabisa vile Mungu amemleta tangu akiwa mtoto, wakati alikuwa anachunga kondoo, akapigana na simba. Mungu alisaidia yeye, akaua simba na dubu. Haya, kufika mahali ya Goliati, akaua Goliati. Nani alimsaidia? Mungu. Haya, kufika mahali tena Mungu akampa rafiki alikuwa anaitwa Yonathani. Haya, kufika tena mahali Mungu akamsaidia kumuua nani? Sauli. Akampea roho ya huruma. Mnaona? Haya, kufika hapa tena Mungu amekuwa mfalme. Sasa akaketi chini akafikiria nitampa nini Mungu? Mungu amenisaidia, amenileta huko, sasa nitampea nini? Akafikiria kujengea Mungu hekalu, kanisa. Mnaelewa? Akasema nitajengea Mungu kanisa, mahali watu wanakuja kuomba na kuabudu Mungu. Akafikiria kabisa, akasema ile jambo kuu nitatendea Mungu, nitajenga kanisa. Sasa ile amefikiria hivyo, sasa Mungu akamjia akamwambia, mtoto yako mwenye anaitwa Suleiman atajenga, sio wewe. Kwa sababu Daudi alikuwa mtu wa vita. Mungu akasema hapana, huyu mtoto wako anaitwa Suleiman ajenge kanisa. Lakini akapewa ruhusa atafute vitu ya kujengea kanisa, akafurahi. Mnaona? Daudi aliketi akafikiria, jamani nitampea nini Mungu? Kitu kizuri alifikiria ni kujengea nini Mungu? Kanisa, kwa sababu Mungu amemleta kutoka huko mbali, sasa yeye ni mfalme. Mnaona? Hebu tujione watoto sasa vile tuko hivi. Si ndio? Our parents wanatuchunga sana. Si ndio? Sasa vile tumekuwa hivi, bado tuko wadogo, wengine tuko wakubwa. Our parents wametuchunga sana. Wazazi wetu wamekaa na sisi, wanatuangalia, si ndio? So vile tunakuwa wakubwa, tunafikiria tutafanya nini tupendeze wazazi, si ndio? Lazima tutende vema, tuko watoto watiifu. Mnaona? Alafu tunapendeza nani? Wazazi wetu. Vile wanatulinda, vile wanatupea chakula, vile wanatupea school fees, vile wanatujali. So lazima tuwaonyeshe upendo kwa wazazi wetu kila mara, si ndio? So vile Daudi alifanya, akaanza kufikiria vile Mungu amemleta, akampea Mungu zawadi kumjengea kanisa. Hata sisi tusisahau vile Mungu amesaidia wazazi wetu, ametuleta hivi tuko. Tunashukuru Mungu kwa wazazi wetu, si ndio? Nataka sasa watoto tuaje hapo, alafu hiyo wiki ijayo tutaona vile mambo ya hekalu iliendaje ama
itajengaje, si ndio? Nataka tuone verse yetu ya leo. Tuko tayari? Aya, Zaburi 126. Zaburi 126. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Inasema hivi. Bwana alitutendea mambo makuu. Bwana alitutendea mambo makuu. Tulikuwa tukifurahi. Hebu tuseme tena kwa pamoja. Zaburi 126 mstari wa 3 inasema hivi. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Tusisahau haya, si ndio watoto? Na Mungu awabariki. Kila mara muwe watoto wenye wako na shukrani, watoto wenye anafikiria tumefika wapi na Mungu bado anatusaidia. Tuombe watoto. Baba, asante kwa neno lako siku ya leo. Asante kwa maisha ya Daudi, unaendelea kutufundisha, na watoto wasaidie wanapokuwa wakuwe watoto watiifu, wakuwe watoto wenye wanakupenda. Tunakushukuru Baba kwa hili neno. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni watoto. Mungu awabariki.